promotes restoring nature through various climate change initiatives. A local organization in Rongo sub-county is embracing an innovative approach to food production. This group is promoting regenerative agriculture, a method that relies on natural resources to rebuild soil health and boost productivity. The practice eliminates conventional weeding and instead uses organic materials such as leaves and decomposing logs as natural fertilizers. Well, in regenerative farming, we follow nature, so we work with nature. So in nature, the nature uses itself to regenerate. So it is feeding the roots and the leaves. And the major source of energy in nature is the sun. So the sun releases the energy to the trees. The organization is currently training young people from Kenya and Tanzania, equipping them with practical skills and actively engage in regenerative farming. Kitu kikubwa kwanza nilichojifunza mimi binafsi ni kwamba ulimaji wa kiasili ni mzuri, lakini pia hauna gharama kubwa sana. Tofauti na ule ulimaji wa kiwandani ambapo unaenda kununua madawa na kuweka shambani. Lakini kwa hapa tumejifunza namna ya kutengeneza mbolea mboji ambayo ni ya asilia. Ambayo hiyo unatumia vitu ambavyo vipo tu katika jamii yetu. Mfano kuna nyasi, kuna vinyesi vya wanyama ambavyo unaweza ukachanganya ukatengeneza bustani nzuri ambayo inaweza kukusaidia wewe kutengeneza mboga ukafanya biashara, lakini vile vile ikakusaidia kupata chakula ambacho kina afya na rutuba nzuri kwenye mwili wako. The program also incorporates beekeeping, offering participants an additional source of income while enhancing pollination. Kwa upande wa nyuki nisemee, kwa sababu tuna kipindi ambacho kinakuwa ni kipindi hatarishi, hamna mazao. Kukupitia hizi samadi za asili na kupitia maua yetu ya asili, maanake unaweza kuanzisha garden ya maua ya asili na ukaanzisha ufugaji wa nyuki. Inaweza kuwa nyuki wadogo au nyuki wakubwa, ambapo vyote hivyo vina faida kubwa kwetu. Lakini jingine ni upande wa maradhi. Watu wengi sasa hivi wanaugua sana. Ukiachana na changamoto za ajira na nini, tunachopambana nacho pia ni afya. Watu wengi sana wanaondoka, moja kutokana tunavyokula. Tunakula sumu, tunaiumiza ardhi kwa sababu tunaweka sumu. Ila pia tulichojifunza kwa sababu ya kuandaa kila kitu cha asili. Kitu cha asili hakina madhara. Kwa tutapunguza idadi ya magonjwa na tutajikinga. Ila pia tutasababisha pia nyuki wetu wawe salama, kwa sababu ndio wanaofanya cross pollination na kutuhakikishia upande wa chakula. The initiative is led by farmer Caleb Okello, who turned to regenerative agriculture due to the rising cost of farm inputs by adapting techniques that mimic natural forest. Agricultural inputs are becoming very expensive, and indigenous farmers, like local farmers, cannot afford all the inputs. If they afford it, it's too expensive. So that is why I came up with no-till, no fertilizer, using locally available resources to farm, which is environmentally friendly and very productive. By adapting techniques that mimic natural forest system and integrating multiple crops on the same piece of land, the approach helps to control pests and diseases naturally. Unlike chemical industrial farming, where you just do one monoculture like maize or sugarcane, coffee, we integrate all crops in a very small piece of land, and we, instead of using chemicals, we use biological farming. We farm with bacteria and fungi, which is all available, but they are bonded. So we teach farmers how to use them to make their farm productive and also to control pest, soil erosion, and everything else. When you mimic a forest and work with a forest, there's no problem for pests or diseases because forest controls itself. So when we work like a forest, we don't have any problem or pandemic of diseases because it controls itself. The organization is now encouraging more young people to embrace regenerative agriculture as a sustainable way to earn a living while contributing to environmental conservation. I just want to tell young people of Kenya and Tanzania that farming is money, because
everybody eats every day. So when you learn how to farm very, very economically without very, very expensive inputs, because like in natural farming, we don't use any money except for labor. So everything else you put in your pocket. Jana wengi tukishamaliza vyuo tunatamani tu tuwepo maofisini kufanya kazi, lakini bila kusahau kwamba sisi tuna uwezo wa kujishughulisha wenyewe na tukajinufaisha sisi wenyewe tofauti na kuajiriwa. Kwa hiyo hii pia ni moja ya funzo ambao tunamshukuru baba yetu Caleb. Lennox Odede reporting for Ndizi TV Africa from Migori County.